Karibu katika mwendelezo wa vipindi vya michezo, na hii ni Choma Sports TV. Masikio na macho ya Tanzania yako pale nchini Morocco, ambapo Taifa Stars watakipiga na wenyeji Morocco kuelekea katika mchezo huu wa kuania kufuzu kombe la dunia ambao utapigwa pale Marekani, Mexico na Canada mwaka 2026. Na hapa ni baadhi ya maoni ya Watanzania kuelekea katika mchezo huu. Ndugu Mtanzania na shabiki wa Taifa Stars, unatazamaje mchezo huu? Na utazama kama mchezo ni miongoni mwa michezo ambayo ni migumu. Ni miongoni mwa michezo ambayo itakuwa ni very competitive ukiangalia kwa namna ambavyo Morocco wenyeji na Taifa Stars ambao ni wageni wamekuwa na namna fulani ya kuimprove kwenye soka lao. Japo soka karibu sana, lakini utaona namna ambavyo wenyeji walivyokuwa wameimprove kwenye soka la Afrika kwa sasa, na utaona kwa namna ambavyo sasa hivi wanajaribu kutengeneza ufalme wao kwenye soka la Afrika. Na hilo soka, bahati mbaya, wamekuwa na uwekezaji mkubwa sana kwenye swala la vipaji vya vijana, lakini pia hata vipaji vya wale ambao wako kwenye platform ya mchezo wa mpira. Kwa hiyo nachukua ni sehemu ya mchezo ambao utakuwa ni mgumu sana, japo na mwisho wa siku dakika 90 ndio kuweza kuamua mchezo huu. Vipi labda matokeo ya mechi zilizopita kati ya Taifa Stars na Morocco, unaona kwa namna fulani zina athari yoyote katika mchezo huu? Athari inaweza ikawepo, lakini kwa uchache sana, kwa sababu hata kwenye rekodi hiyo pia inaonyesha wazi kwamba Morocco wameshinda mara nyingi zaidi kuliko Taifa Stars. Kwenye rekodi hiyo miaka 5 mpaka 6 nyuma tumeona mara ya mwisho Taifa Stars kushinda mbele ya Morocco ilikuwa ni 2013, ambapo tulishinda magoli 3-1 kama sijakosea. Magoli ya Mbwana Samata na moja ambalo sikumbuki vizuri, tuweza kushinda pale Mkapa, lakini sioni kama sababu kubwa sana ambayo inaweza ikaleta athari kwenye michezo hii, japo inaweza ikawa ni sehemu ya composure au sehemu ya morali zaidi kwa upande wa Taifa Stars, ambao wataona kama wanaweza kumfunga magoli 3, basi hata sasa wanaweza kumfunga, lakini yote kwa yote sio sababu kubwa sana katika mchezo huu. Na vipi labda kukosekana kwa kapteni Mbwana Ali Samata katika mchezo huu muhimu sana, na jinsi ambavyo anaonyesha kiwango kikubwa katika kulipigania taifa letu hususan katika michezo? Vipi labda unaona kwa namna fulani inaweza ikawa na asili au kuiasili Taifa Stars kuelekea mchezo huu wa leo? Kwa kweli naweza nikasema yes, kwa sababu hakuna asiyefahamu bora na mchango mkubwa wa Mbwana Ali Samata, kapteni ambaye kimsingi tunavyoongelea soka la Tanzania, tunavyoongelea Taifa Stars, amekuwa ni sehemu ya nguzo muhimu sana kwenye soka la Tanzania, hasa kwenye michezo hii ambayo inahitaji matokeo muhimu. Tunaongelea ni michuano ya kufuzu kwa kombe la dunia. Ni michuano ambayo kila taifa inaitazamia, kila taifa linaangalia, na kila mmoja anatamani kuweka nguvu na kuona anafika mbali. So kwangu mimi naweza nikasema ni sehemu ya pengo, japo ni lazima tukubali kwamba kuna wakati tutawakosa hawa watu, na hata kama ile kwenye football kuna wakati wataondoka, lakini naweza nikasema wapo vijana ambao wanaweza kutuonyesha kitu zaidi ya kile ambacho Mbwana Samata anaweza akakiofa, japo haitakuwa na uwiano sawa na ule ambao Mbwana Samata angeweza kutoa, lakini tunaamini kwa sababu football ni kile ambacho kicho mezani, sicho ambacho hakipo. Kwa tunaongelea swala ambalo tayari Mbwana Samata hayupo, tutazame zaidi kwa wale ambao tunao. So hapo kuna athari, lakini sioni kama athari tofauti sana na vile ambavyo angekuwepo, kwa sababu pia tunaona kuna nguvu mpya, vijana wapya kama Clement Mzize anafanya vizuri sana kwenye michuano ya kimataifa, japo ametolewa, lakini tumeona nguvu yake aliyoitumia, tumeona uthubutu wake. Wapo akina Kibu Dennis, yuko mkongwe pia ambaye Msuva anafanya kazi kubwa sana. So tuseme tu kwamba itakuwa ni sehemu ya mapungufu, lakini tunaamini wale ambao wapo watafanya vizuri zaidi. Kwa ubora aliokuwa nao Morocco na jinsi alivyojiwekeza katika michezo na kuonyesha ubora wa hali ya juu ukilinganisha na sisi, kiukweli sisi bado tuko nyuma yake. Na kwa kweli tunatakiwa kumheshimu. Je, labda tuingie na nini, mwalimu Morocco aingie na mbinu gani katika kuelekea mchezo huu ili tuweze pengine kupata alama yoyote? Mimi nadhani michezo aina hii haihitaji ufundi mwingi sana. Sio aina ya michezo ambayo utahitaji kufanya vitu vingi, umiliki mchezo kwa asilimia kubwa. Ni jambo ambalo kimsingi sidhani kama tunaliweza hata hivyo tukisema tufanye hivyo. Lakini
Kwa uwezo wa Taifa Stars na Morocco, kwa namna ambavyo Morocco wana watu wengi ambao wana uwezo kwa mtu mmoja mmoja, unaongelea mtu kama Achraf Hakimi, unaongelea mtu kama Ziyech, unaongelea mtu kama wakina Amrabat na wengine wengi ambao kimsingi wako kwenye soka la viwango vya juu sana. Tunamwona mtu kama Achraf Hakimi ambaye na michezo hata ya Champions League juzi kati hapa tumeona kwenye mchezo dhidi ya Liverpool anapewa mpaka kitambaa cha unaoza. Utaona ni kwa namna gani ambavyo wana viwango vikubwa sana. So far namna tu ambayo mwalimu Hemed Morocco anataka kuingia nayo ni ya kujilinda zaidi kuliko ni kushambulia. So kwangu mimi naweza nikasema mfumo sahihi katika mchezo huu kwa Taifa Stars ni kujilinda, kuweka walinzi wengi au viungo wengi ambao watafanya kazi kubwa sana kuweka tunasema compact kati ya washambuliaji na viungo wa Morocco. So niseme labda mfumo ambao ni sahihi zaidi kutumia kwenye mchezo huu leo ni wa 4-5-1 ambao utakuwa umeweka viungo wengi zaidi katikati ambao watapunguza zile athari za viungo na washambuliaji wa Morocco. Yes, hayo ni baadhi ya maoni ya Watanzania kuelekea katika mchezo huu. Labda tuache tu dakika 90 ziamue. Mimi sina la ziada zaidi ya kuiombea dua na kila la heri Taifa Stars kuelekea mchezo huu. Hii ni Choma Sports TV. Asante. Karibu kwa wakati mwingine. Shukrani.